Movie yetu hii hapa leo inaanzia hapa. Tunaona mdada anafua. Movie yetu hii inaitwa Dada Muuza Maji. Alikuwa anafua nguo zake, ghafla akasikia anaitwa huko. Wewe Shakila, bibi huyo anaitwa Shakila, akaosha mikono yake chap chapu kwenda kumsikiliza alomuita, maana alikuwa ni mke wa bosi wake. Kajipunguza vizuri chap chap, akamchukua mwanae akamweka mgongoni, hawezi kumwacha mwanae chini. Maana mwanae ndo kitovu chake, yani mwanae ni kama yeye lake. Huyu akaondoka. Ghafla akasikia bosi wake anazidi kufoka, akaamua kukimbia chap chap. Huku bosi akawa anamuita hamuoni. Wewe Shakila, wewe mbwa, wewe kijakazi. Unajauli, muda wote hujafika. Wewe mshenzi nakuita wewe, akamtupia nguo chini. Yakafaa akazidi kuongea kwa kufusi, nakuita muda wote, unifanya unisikie. Akamwambia bosi, naomba nisamee samani. Akamwambia wewe sio nikusamee, chukua nguo hizo ukafue. Ghafla akaja mwamba huyo hapa. Mwamba anaitwa Shayu. Akamgeukia mkewe anaitwa Asma. Akamwambia Asma, kitu gani kinachokifanya? Unaona kosa yake? Akamwambia mume wangu, huyu mwanamke alomleta hapa ni mvivu. Mke wangu sio mvivu, hizo nguo jana zimefuliwa na zilikuwa ndani, shahidi ni wewe mwenyewe. Mume wangu, kwa hiyo uniamini? Uniamini mimi kisa ukijakazi? Mwanamke kazidi kufoka pale kwa kuona kama vile anaonewa. Mume akamwambia ndio, wewe sikuamini, na wewe hauna utu. Wewe hauna utu. Hivi angalia mwenzio yule na mtoto na nguo jana amezifua. Na kitu gani kinachofanyia? Akamwambia sawa, kama unaona nini, nenda kachukua uzifue. Akamwambia wewe jiheshimu, wewe sawa. Mume hakutaka kuongea sana, ule akazidi kufoka. Akamwambia wewe mwanamke, ngoja nikuonesha. Akaingia ndani. Mume akaja huko chini, akazikuta zile nguo moja kwa moja akaingia nazo ndani, maana alimwambia bibi aondoke. Tuonesha maisha bibi. Bibi mwanzo kabla kwenda pale alikuwa anafanya kazi mtaani. Kazi yake ilikuwa ni kuuza maji kama unavyoona. Anauza maji kuonesha maisha yake. Hapo kaja kununua maji, kuuza maji. Katoa hela, kapewa maji, huyo akamaliza, anaondoka na biashara zake. Bibi huyu tutajua historia yake kwa fupi, maana bado tujajua. Huyo akaondoka, yeye duka hili unaloliona, yeye ndo anakuja kuchukua maji, kwa kuagiza maji hapa na kwenda kuyasambaza. Yeye ni kama vile msingi na ndo kiwanda chake yeye binafsi, kiwanda cha kichwani. Kaja kishatoa hela hapa ya maji, katishwa, huyo kaondoka. Huko katika nyumba kifahari, kabla bibi kuja, tunamwona mzee Shayu akiwa na mkewe Asma. Asma alikuwa anakula chakula na mmewe. Wanakula chakula, wanacheka, chakula cha kibosi, mboga 7, yani kama kisinia. Moja kwa moja kwa furaha kubwa. Wakala na kushiba, kamaliza, wakawa wanaenda kulala. Mume akasema hapana, mimi naenda kazini. Huyo akatoka mwanaume moja kwa moja kuingia ndani ya gari. Gari hapa nje naona gari mawili, la mumewe na mkewe. Huyo bwana Shayo akapanda kwenye gari lake la ofisini, kuwasha gari na kuondoka zake ofisini. Mkewe bibi Asma akaingia zake ndani, huko akawa anataka kufanya mambo yake ya kindani kama mwanamke. Akamwaga bibi, kwa heri Shayo mume wangu. Baadaye akaingia zake ndani. Tunaoneshwa huku upande wa pili, bibi bado usoko zima linamjua. Wanamuita Shakila, uweka maji. Wengine wanaenda kwa matani, dada muuza maji. Twende wengine kama unavyojua, maji. Ndo maisha yake. Tunaoneshwa amebeba mtoto na tujajua kwa nini mwanamke kama huyo anahangaika namna hii. Akauza maji na yeye jua kali. Yani ipo kali yako, soko la kali yako tunaliona hivi. Anauza maji, mtoto wa kike, huku mgongoni ana mtoto. Samani dada, nipe maji mawili. Akachukua maji mawili, akampa hela yake. Akasema asante. Haya, kwa elini. Haya, dada ni mcheshi, kaja kauza. Ni mcheshi sana, hajulikana hapa sokoni. Shakila moja kwa moja tunaonyeshwa kwake anapokaa. Kumbe Shakila yupo anakaa na mama yake mzazi. Kwa hiyo hela yake hiyo anauzia maji, anatakiwa mgaramie mama yake, maana mama yake ni mgonjwa wa kisukari, mguu umeoza. Kwa maji anapata, anauza, anapata faida 1000, ndio hiyo awekeze, ampe mama yake dawa, ampe mwanae chakula. Akarudi, mama, shikamoo. Marhaba mwanangu. Mama amka kidogo kae. Mama kajitahidi akamwambia, vipi mwanangu, mbona umehangaikoni? Yes mama yangu. Ila ndo mambo vile tu mama, tuombe tu Mungu asaidie. Mama akasema, mwanangu, kikubwa usikate tamaa. Sawa mama, lakini yani Mungu kama vile sisi sio waja wake, ametutupa. Mama akasema, mwanangu, usiseme hivyo. Akasema, mama mimi najua, lakini ndio hivyo, angalia. Mtoto, wewe na maji vinasaidia nini? Mama, angalia. Toka asubuhi nimeuza kandolo tu maji. Mama akasema, mwanangu, usikate tamaa. Bora ufanye kazi hiyo kuliko kuiba. Sawa mama, lakini mamake akamwambia, mwanangu, hakuna cha lakini. Hii ndio kazi ambayo inatuweka mjini na ndio hapa kidogo unachopata mwanangu, mimi navumilia na mjukuu wangu pia.
Mama, mtoto toka asubuhi hajala. Mimi mwenyewe sijala, nitamnyonyesha nini? Kwa mwanangu, usiongee hivyo. Usiwe mnyonge. Mama anaongea kwa ucheshi. Maana mama yake ni mcheshi kama mwanae. Akamweka mtoto chini. Haya kuamua kusimama kumsikiza mama yake. Mama akamwambia, "Huyu mtoto umeweka hapa chini, wewe nenda kaendelee na kazi nyingine ndani." Bibi Shakila sio mvivu, so ni mchapakazi mno huyo. Akamweka mtoto akaenda kufanya kazi zake binafsi. Huyo akachukua mfuko wake na kuondoka zake. Mama akaana kumwambia mwanae, "Mjukuu wangu, naamini utakuja kuwa bonge la tajiri. Utakuja kutokoa mimi na mama yako. Sawa mjukuu wangu?" Akamwambia, chokolo kama unavyojua mabibi bwana." Siku nyingine hiyo inaingia, anakimbia zake kwenda sokoni kuuza maji. Ghafla ikatokea gari likataka kumkosa. Akamwaga maji yake chini. Aloshuka alikuwa ni yule Mr. Shayu. Akamwambia, "Samahani dadangu." Akamwambia, "Bila shaka kakaangu, asante." Bila samahani, kwa uoga alikuwa tetemeka, alikuwa na hofu ya kugongwa. Akamwambia, "Samahani dadangu, sikukusudia." Akasema, "Sawa, najua kukusudia." Akawa anataka kukota maji yake aondoke. Maji mengine alikuwa ameshatobolewa na unavyojua ni hasara. Akakota maji yake mdogo mdogo. Jamaa Shayo akaingia kwenye gari kuchukua wallet yake. Akaingia kwenye gari kuchukua wallet na kutoka nje. Kufika pale akataka kumpa bibi hela. Bibi akasema, "Mimi sitaki chochote. Najua ni bahati mbaya, sitaki chochote." Akamwambia, "Asante, kana hela yako." Jamaa Shayo akasema, "Huyu binti wa aina gani? Yaani nimemletea ajali, nimemletea hasara na hakujali. Mbona na wema wa ajabu?" Bibi huyo akaondoka, alijua ni bahati mbaya. Bibi Shakila ana moyo wa ajabu kuliko wanawake wote duniani ambao ushawahi kuwaona. Yeye ana moyo wa ajabu. Ghafla